Welcome to Gospel Miracle Church for All People, GMCL. This is a ministry of Arab in Mbeya region, Tanzania. This is a prophecy ministry that's led by the man of God, David Stephen Mpanji, and you are now watching the short clip of video which by Prophet David Mpanji, set with journalists discussing about misunderstanding that is nowadays existing between pastors and the prophets in spiritual affairs. The first question he was asked was about Mbeya region, which is said to be faced with witchcraft challenge, whereby some of the spiritual leaders are involved with superstitions, as also some sort of crimes, and so they asked for his views. The man of God, Prophet Mpanji, started answering this question with the journalists who used to report biased news that appear to create a different image before the public. Zinapotokea habari mbaya ndio ninyi waandishi mnapokuwa mnakimbilia kuzichukua na kuzitangaza. Na sio vibaya. Lakini pia zinapotokea habari njema ndio mzungumzie. Sinaelewa. Kwa mimi siamini kwamba mkoa wa Mbeya katika mikoa 28 30 ya Tanzania ndio mkoa ambao unaongoza kwa maasi. Ila waandishi hamjajua ni taarifa zipi mtoe kwa faida ya mkoa. Hii moja. Hilo ndio kama kwa sababu siku zote tumeendelea kusikia tu habari kwamba Mbeya kuna makanisa mengi. Lakini nini mngesaidia watu faida za kuwa na makanisa mengi Mbeya? Sio hasara. Faida za kuwa na misikiti mengi Zanzibar ndio hiyo kanisa linachoma. Unaona? Lakini faida ya kuwa na makanisa mengi Mbeya hajui kuchoma msikiti. Kumbe Mbeya inapenda amani. Kwa hiyo ninachokiona hapa ni waandishi huwa hampo 50-50. Sana huwa mnatoa sana habari mbaya. Lakini kama Mbeya kuna watumishi, kuna makanisa mengi, kama kuna makanisa mengi, ameni pia Mbeya kuna vitu vingi ambavyo Mungu anafanya. Lakini hamjai kuandika vitu ambavyo Mungu anafanya kupitia Mbeya ili watu kutoka Dar es Salaam waje Mbeya wapokee vitu. Na miaka 5 kwenye huduma. Leo tuna zaidi ya watu 15,000. Watu hao wametoka kwa wachungaji. Wametoka kwa na watu hao walikuwa wanasikia habari kwamba epukaneni manabii wa uongo. Sasa unaposema epukaneni manabii wa uongo, maana yake hata manabii wa kweli wapo. Na unaposema epukaneni manabii wa uongo, maana yake wachungaji wa uongo hapo. Unajua neno ni msumeno linakata. Ukisoma ile Yohana 10:11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara sio mchungaji. Tumwite mimi na wewe. Na sio mimi sasa hivi nasema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu amesema. Mchungaji mwema hutoa wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala sio mchungaji. Kwa kama wanabii wapo uongo duniani na wachungaji wa uongo hapo. He went for the book of John chapter 10 verse 11 that says, "I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep, and that is an hireling and not the shepherd. Who's on the sheep are not. See the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches them and scatters the sheep." The Bible explains a lot of this. Yohana 10:11. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. 12. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Nimesema wala sio nabii. Nimesema wala sio mchungaji. Then the journalist asked to know the challenges he faces as a servant of God and his prophecy ministry.
The first and great challenge he mentioned was the worshipping place that the building used in the meantime is too small compared to the pretty large number of people who come to worship, and so expresses the existing threat of fake sit-up. Later he keeps on explaining furthermore. Hivi niko kutafuta fedha milioni 20 nimwamishe mtu mmoja pale. Wapi? Hapo tunapoabudia. Ununue eneo. Niongeze, sio ninunue. Yaani eneo linaloabudia halitoshi. Kwa hiyo nahitaji fedha zaidi ya milioni 50 ili niwatoe pale. Huyu mmoja ameshapata naye milioni 20 ambayo tunatakiwa kumpa ili aondoke tuvunje pale. Kwa hiyo changamoto ninayokutana nayo kubwa kuliko zote ni eneo la kuabudia. Labda kidogo tungepata kama kiwanja cha mpira. Wenda ndio ingetosha. Changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo sisi ni hapa tunapokea watu kama rufaa. Hata sasa tungesema kipindi hiki tukifanya pale ofisini ungeona watu ambao wanalala pale. Kuna watu wanalala pale? Yeah. Zaidi ya 200. Wanatoka mbali. Kutoka Malawi, kutoka Zambia, kutoka mikoani, kutoka wilayani, wako pale wanalala kwa sababu ya kupata huduma. Changamoto nyingine ambayo sasa tumeidhibiti nayo ilikuwa inatusumbua. Hizi changamoto kwa ambayo mimi naziona kubwa. Mwanzo tulikuwa na unajua sasa unapokuwa na watu wengi namna hiyo, maana hata vyoo vya kutosha kwa ajili ya kuepuka magonjwa nini ya mlipuko. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa na vyoo 6 lakini havikuweza kufanya kazi. Leo tumechimba vyoo 16, tumegharimia karibu milioni 40. Kwa ndavyo hivyo. Hizo ni changamoto. Kwa hiyo haya mengine haya sasa haya ya ambayo mtu mwingine anaweza kaona kama ni changamoto. Binafsi sio kama changamoto, unaona kama mafuta. Kama nilivyosema, unajua mtu anasikika kwa aina hizi nyingi. Aidha atasikika kwa wema sana au atasikika kwa ubaya sana. Unapokuwa na huduma ya karama ya uponyaji kama nilionayo, huwezi kukwepa kusemwa. Unaelewa? Huwezi kukwepa kunenwa mabaya kama Yesu alinenwa. Mwanzisho hiyo huduma ya uponyaji. Sema na sisi tunaoiwakilisha au tunaoendeleza yale maono, lazima tukubali kwamba ukikaa vizuri na Mungu utasemwa. Ila hilo sema. Sivyo? Uwe kama wao. Usiombee. Na uwe mtumishi mjanja. Hapo lazima uwe pamoja nao kwa sababu wao ni wajanja. The man of God, Prophet David Mpanji, also recommends various servants to tell the truth about the word of God, but not offending others for their personal interest before the public. At this point also, he warned the servants who protest the prophets when by. He promises not to give up and even sting to the fame that he'll ever be a prophet in his entire life, with no setback for this. Mtu anakwambia mtumishi mimi sikuweza kupata nauli kufika huko. Lakini mbona tatizo kubwa? Ulipoanza maombezi nikakumbatia redio. Leo nimekuja kushuhudia mtumishi mjamzito. Nenda kumi. Unaona? Sasa unafikiria nini pale ambapo anaabudu kila siku? Watasemeje? Sasa atashuhudia kwamba siku moja nabii alikuwa anahubiri, akasema kumbatia redio. Nikakumbatia. Nipokea. Unategemea mchungaji atasemeje? Kwa bali Mungu. Kwa hiyo atakachonena watumishi wa Mungu, wito wangu narudia tena, wakubali huduma za kinabii. Kuna kitu wanapenda kukisema sana, msikimbilie imani zingine. Sio? Nafikiri hiki ndicho kiuliza. Unajua unapomzungumzia imani ya Wakristo, wewe unaamini kwamba wewe ni Kristo? Mama pale Wote. wewe unaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka? Kwa hiyo hata mimi naamini kwamba Yesu alikufa na
Kwa mimi na wewe imani, ila ufunuo tofauti. Kwa hiyo Nabii Mpanji na kanisa la TAG hawana tofauti wa imani. Kama TAG anaamini kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yake, na Mpanji ndivyo anavyoamini, maana mchungaji A na Nabii Mpanji wana imani hii, ila alivyoitwa Mpanji na alivyoitwa A tofauti. Tunataka cha Korinto kwamba tumetofautiana nini? Ufunuo, sio imani. Tulioshindana nao imani ni Waislamu. Sio wala. Waislamu na sisi ndio tuko nao imani tofauti. Lakini mimi Mkristo na Moravian, MKKT, Assemblies of God, kama anaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka na tunasherehekea wote kufufuka kwa Yesu, tumetofautiana. Bwana siku yetu tunasherehekea wote. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuambia kwamba imani nyingine ni Bwana Kenyatta na wanani Mabudha na Waislamu, lakini Wakristo tofauti ni wito. Prophet David Mpanji went for the Bible again in the book of Ephesians 4 verse 7, in which the Bible explains that every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he says, when they ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto them. The verses which allow that all God's servants believe in the same Spirit, but they differ from servicing each accordingly. Alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Unaona neno hili? Kumbe kuna neema, kuna kipimo. Si ndio? Maana yake tuko hapa 6. Mimi naweza nikawa na neema tofauti na wewe, lakini imani hii naweza nikawa na kipawa tofauti na wewe. Wewe unaweza kuwa na kipawa cha uimbaji, mimi nikawa na kipawa cha uombezi. Tukawa na jina hili moja lipitalo majina yote. Kwa hiyo kipawa chako wewe ukitumia vizuri, Mungu atakulisha. Nilikuwa naongea siku moja, nikaambia watu kwamba upako. After then he went furthermore in detailed verses in another chapter, the first epistle of Corinthians 12 verse 4. The word of God states, now there are diversities of gifts by the same Spirit, and there are differences of administrations by the same Lord, and there are diversities of operations, but it is just the same God, which works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit word of wisdom, to another word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of hearing by the same Spirit, to another the working of miracle, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretations of tongues. Tena tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Endelea. Kisha pana tofauti za kutenda kila mmoja. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Endelea. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho wa kufaidiana. Maana mtu mmoja apendavyo, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yule. Mwingine kalama ya kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii. Si but all these work that one and the same Spirit, dividing to every man several as he will. Umegundua kwamba kama pana huduma 5, basi pale pana neema tofauti. Sio lake pana kila mtu pale anafanya kitu tofauti. Sasa hapa kwenye unabii pia pana kazi. Unajua kuna vitu vitatu katika unabii. Kuna nabii, alafu kuna unabii,
na kuna kipawa cha unabii na kuna kalama ya unabii. Unabii ni nini? Kwa mfano amesema anakuja unabii, sio yake ni sawa sana mimi leo hapa naumwa tumbo. Alafu nikienda kwa daktari kwenda kupimwa vipimo, nikirudi tena maana yake nakwenda kwa daktari kuchukua nini? Majibu. Sio ya vipimo vyangu. Sasa kuna nabii mwenye unabii. Unaona? Kwamba ni nabii alafu anayo majibu yako. Kwamba wewe unahangaika kutafuta kazi, wewe unahangaika umeonewa sana, lakini tatizo lako walikuchezea 1 2 3 4. Unaona? Huo ndio unabii wako. Lakini wachungaji wengi hapa waoga, hawafundishi watu hivi vitu. Hivi vitu watu hawafundishi. Wito wangu kwa wachungaji wa Mbeya, wasiogope manabii. Labda kuna changamoto moja ambayo inakuja katikati kutokana na huduma ya kinabii na huduma za wachungaji, kwa sababu hapo katikati wachungaji kwa sababu wanapiga vita huduma ya kinabii. At last, Prophet David Stephen Mpanji promised to stand by telling the word of God no matter how harder it will be. He says he will never regret being a prophet. Instead, he advises those who realize themselves that they have been gifted a grace to be the prophet, not to sit back by anyone's threats. These words were spoken when the journalist asked his intelligence stand before the anti-progressive threats. Kwanza mimi niseme kitu kimoja. Binafsi Nabii Mpanji, injili ndio maisha yangu. I know it. Najua hiki kitu. Kwamba injili ndio maisha yangu. Niko tayari kugombana na mtu yote wizarani. Niko tayari kugombana na mtu yoyote kwenye familia yangu kama atakwenda kinyume na injili. Niko tayari kupambana na kiongozi yoyote, awe ni wakata, awe ni mwenyekiti wa mtaa, awe ni balozi. Yaani kama atakwenda kinyume. Kwa mimi ninajua kwanza injili ndio maisha yangu. Sasa kama mimi najua injili ndio maisha yangu, kwa wale manabii ambao wanaogopa kujitangaza, kujisema kwamba kwa sababu unaposema kwamba mimi ni nabii, maana yake kama wewe umeitwa, Mungu amekutuma kuwa nabii Mbalizi, na watu wanatoka Mbalizi kuja Sai, maana yake ni nini? Wako manabii Mbalizi wamejificha, na wewe ukijificha Mungu atajificha kwako, hataonekana. Kwa mimi nasema kwamba manabii wasiogope maneno ya wachungaji, wasiogope vitisho. Mimi sikatai kama nabii wa uongo wapo, nakubali kama wapo, lakini hata wachungaji wa uongo wapo. Ili waonekane wachungaji wa uongo lazima wa kweli wasimame. Sio manake. Na ili nabii wa kweli aonekane lazima manabii wa uongo wawepo, wafanye vita. Unaona mtu anakuja Mbeya, anachemka kwenda. Baadaye kama ni uongo, anakimbia Mbeya na macha Mpanji. Angalia watu walivyonyamaza leo. Kila mmoja ni nabii mfukoni. Sasa ile haitakusaidia. Kwa mimi nisema kwamba wako manabii wengi ambao Bwana amekusudia kwa manabii, lakini wanaogopa. Kama mimi nikisha sema nabii tu nitapigwa vita kama Mpanji anavyopigwa vita. Mimi kuinuliwa kwangu mpaka leo kufika hivi ni kwa sababu ya vita. Kwa vita ni mafuta. Bila vita hakuna kuinuliwa. Bila ushindano hakuna kushinda. Sasa manabii ambao wapo kwa Mbeya, mimi nina waliojificha. Wako waliojificha wengi. Siku moja nikasema mimi Mbeya siko peke yangu jamani. Hata wachawi wako alogi peke yake mtu. Wanaloga wengi. Kwa mimi Mbeya siko peke yangu, nikisema peke yangu mimi muongo. Mbeya tuko wengi ila wanaogopa kujitokeza. Kama mimi na mimi nabii wanaogopa vita na upigwa mimi. Kwani unabii kapewa Mpanji peke yake Mbeya? Wako wengi lakini wanaogopa. Wanaogopa. Kwa hiyo wasiogope huduma. Na wao manabii ambao wanaogopa huduma wanajaribia maisha. Kwa sababu injili ndio maisha yetu. Mimi leo sikuweza kujua kama nitakuwa na vitu vya thamani kiasi hiki bila injili. Before nilikuwa muuza mitumba, nilikuwa maji nauza samaki walichi Mbeya, wananifahamu. Prophet David Stephen Mpanji promises that he had been, he is, and he will ever be conscious, telling the truth about the word of God, since he believes God is great to him and so to everyone. Prophet David Stephen Mpanji promised that he had been, he is,
and he will ever be conscious telling the truth about the word of God, since he believes God is great to him and so to everyone. Viewing from GMCL, this is Gabriel Kandonga. Thank you for watching this clip again and again. Keep on visiting us on YouTube, Facebook, Twitter, and as soon as possible, we're going to be opening our blog. We will ever do great brave things for you. Thank you.